Makueni Kennedy Mulinge etwele Sembeange. Ni matele mangali tano ile koniwe mbangani ya lelo ile kitekie mondono wa saile na nusu tukunuwa wakombelelia uki sione kicha salama kila kikaundini ya Makueni. Mbangeleti yanduke na matena dhayo vauku vau na ongelonekana kaukuwa wakati wa miaka ile na miaka tatu katiwe ni dhayo kasembetu kukwata uitisivitale ni wa Sultana Mood County na ongiwe 11 wa ni dhayo wande kukwata uitisivitale ni wa Makindu mondono wa Samonza siya wakeli Kwenana na Jeni Mwendolani ofisa munene sivitali wa Sultana Mood Valame kumikati wa 11 kometwe nikana mekenda ni minute kutambula onando mamusi evondelevo wangali mwele koniwe mbangani The rest of the patients were managed well and they were transferred to Makindu, 7 of them to Makindu, among them around a 7-year-old girl who was in a critical condition, and they are receiving treatment at Makindu. Later, 3 of the patients were transferred by the relatives to Nakuru for further treatment. We have one patient with us here in the wards and he is doing very well. He has been referred for a CT scan. Patrick Nyabuga ulawaisi mwana nyambangani su aweta mwana inyawana na utuika mwanena wa kutoa ngale kwa vakuvi miaka miongolelelo ne uwa Mombasa Road. Wala kule serikali wakati kwa myalelo uwa kuma Mombasa kuthi Nairobi na kana kuola mbanga ila siyetetu ikiteka hivinda kuthila ingi lelo ne Ndugu yangu tunaongeanga daily. Kama jana nilipigia akiniambia anakuja Nairobi tuonane. Lakini sasa wakati nimepigiwa simu yuko kupiga simu yake haiko. Nikajua sasa hapa nikajichasia. Hii Mombasa Road tuseme kutoka Nairobi past Sultana Mood. Sisi we peg serikali tutengee ikuwe two way. Ikuwa tu barabara ikuwe two way, hii barabara ni ndogo. Ikiwa kama ni two way sasa hapa hawangepatana. Iendelee kama imetoka kutoka Machakos huko junction ikuje ikiwe two way kwenda. At least ifike hata salama. Amoma enendela mavono kiembangani maende kukwata uti masivitale nikivadhoko nyovala namba nene ya sivitale ni wa Sultana Mood wa Makindu County ni ya Makueni. Vala ofisa mwanene wa muve wa kukithe usoviku wa malelo ni wa NTSA George Njao wa umiokanyo kwa alame udhufadhukanu na meo ya lelo ni nisikia tu pap, sikuelewa ni gari gani ndio imegongana, ni gari imegonga ingine. I was so confused because hata lori yetu iliroro, mimi nilijipata chini ya lori. Ikakuja ikavutwa na breakdown ndio nikatolewa. Ilikuwa ni matatu na hizi maifizedi za gari za mchanga. So yaligongana ile matatu ikaenda side yake. Na hii nyingine huyu jamaa lose control na ikakuja ikanifuata mimi. So ikakuja mimi sasa venye nimeiona hivyo nikajaribu kuiepa, lakini speed yangu ilikuwa chini. Nilikuwa speed ya 10. So ilikuwa too late. Yule jamaa akakuja akanigonga pale. We are urging all motorists to follow the rules and regulations set forth. We are undertaking joint enforcement with the National Police Service across the country, in almost all areas of the country, to help reduce the carnage on our roads. But we urgently ask Kenyans to please slow down, for those to speak out in the PSVs when they see unsafe behavior by the driver. Motongo TV kuma Sultana Mood County ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Tuisonga na mbetu kunikila mauvo kuma kauntini ya Kitui. Muyumbe wa Kitui cha Katei makali muluni wawetakana atongoi alama ende kuendekethia misoa imwendi ni walivoti ya NADCO ile naandikiwe ni ngaliko ya ulei na silikali ivetwe maende na kune yangu ngaliko ya ulei kusiokethia ndini wa miatia niyo maleluni makali eweta livoti yesu ndia ilete kuvetwa kindu ona kimwe na mo nimeyumba nitie kuminena nisia kwa uliku ndini wa mbunge nene makali inene ndi kuyangaliko ni ya miambani Kitui cha Katei ni waweta sansuka na ingenu kwethi wa yukite ya kivila cha ugavana wa kaunti ya Kitui mwakani wangili ile na miongweli na monza na niwe yumbanetie kukilani ya vinya na ondhe alamo na netie wendi wa kivila kiu tukwatiania na kemwa nikitoa mauvoku makaunti ni esu ya Kitui Onesmus Talo.
Mujumbe wa Kitui cha Kati Dr. Makali Muruni wa weta mota atongo na makwikithekana vai mundu analikirila livoti ile nandikwe ni komiti ya ngaliko ya serikali nela yoli weta maundu wa ndela membeni wa livoti isu nimekunena niso bungeni na meme kwa tambonoka na kutangia NMB. Ripoti ile ni mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Chungwa bea ndo mengi kwa koti ni mena kwa asia sehemu mwe yayo kanene ni bunge tunene ilinga tukanene simu ya kusisa sasa ya kunua hata na ndo mambo ya mbozu na alama kwa kuteleza mdiji tu ya Kenya na hivi atongo itu asiati no report isu ina negotiated document yani ndo ndibetwa ni bunge yonde undo yile undo yandikiwe both sides ya committee yani ndo ndibetwa hivyo yile na muulawe na ndoto kuona tunataka kutipa hasara kwambia kutilanganya kana kwa tukutaka na akili situ ambe ubwa nyongwata nesu ewe tumuone ba sama tamye kubuna randa mamkono amubera Makaline na enende kisioni cha kasi lakini kiwodine ameamba ni Kitui cha Kati na wetakana mama atongo imena mubango akole moya mesondeni walivoti isu na kwenda iwotete kuna neso mbungeni vala wetakini kikwete mwani kona kutuma manuma ameateani wakati wa maundu angi ndeni wangaliko yolima siokewa na mama isa kwetekela yoka mbungetu menene ya nondo bya nakwenda kwitu ile tuna akili ya kuna chende nakwenda kwetu usaidi malikile kwetu tina tumene basa na ripoti hizo makato menene na ripoti hizo netie Mungu utu na gomdina yake leka ba ripoti hizo ile kwa institute kimangana na nono ne na etie Mungu tuko na mundu kwenda mbeza ukia nondo po bandu bavika andu mazi okabarabalani inyeni mukwana nusi okabarabalani wewe kwenda uwe la mena ngoya kwenda kwambia kwiki ya ripoti ima mata kwekana nitumene na tuko na ripoti iko ana limu twendesi wanaweza wala maisha mombi tuko na Kenya mambia kutaingi ando mwe ndio sana fisi na mwe ndio kwa hospitali na zindulini sio binyando tweka ando mashungulikie sio marenya na bo ripoti ino ni mbunge ndio ngao jetu asonja ndine tena inge muyumbe uno awetakana ne muyumba nite kuokita kivela cho gavana ba kaunti ya Kitui nyumbani munene ukite wangilili na miongoni na Mwanza bala awetakana no yumba nite kukomana na onde alama ona nite wendi wa kuokita kivela keum tiku akazana no ndiye kwenda kukutuba na amakali wa modu ndio kwenda kutuba na amakali wa modu woma saboni maabia kama yabi yani maabia kana maabia yani mu mutabizi ni maabia ono utabizi yewa eli ni maabia mwenda noke no sio moka na tupela kama kwenda kuka kana nata alama ngema kwenda dimeka hata hivi tu tayari tuijao lakini tumaraje na mwema kwenda kuoze ota ni mambo bimangaleza mambo kwa kata mambo bimangajao nono na mwe doze ota na ingi na ya bita namo Panawe mama kali wetakana ndongo ile nyoveto ni nenge tokianda ni mwenende cha kuthukuma vala wetakana huthukumiwo no withia kithimi cha mwenende kabindani konyuvani vala wetakana ini yo vinda ya ndongo ikuthukuma mwenende oitu siasa ni baito oya tumeko kuwetanga sindu na kwa sema kwenda na kwa ngweta mwambi ni dini kiti kibela wacha kana wacha wenu no kwa kana ni wenu diki kana ndikakie mama tani mumene no ukite ni mayomba ni kata no ne tayari kukibela itu kuite ni ndani ngero kuite kibela chonga bana na shange makwenda na ngoche kila mundu etete na twende akaitiwe wa molo kunuta tuta sindio ndei cho mawe kata uitongo zina kitu nganga iwe ndo bama kukilila bado kiange malike na mama kibuta mundu yake kale muzi Tilivota bidingwa mbomo tongo TV kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo Tuisonga na mbele nake President William Ruto ni wona ni mwikio na uthukumi wa mwene kivila wanzama ya unyuvani chamani ki cha UDA Anthony Mwaura itina wa kumunyuvatawe ukwende ya kutongwesya chama ki ta mwene kivila nzamani indi ni wa mali ukumeo ala ma chama ki ta tangasa kui muthenyani wa umundi nini wa mali ula unokitea uyumbe wa mboni na unakilanile chamani cha UDA mwakani muvetuku Mwandu Mary Mutinga ni wolotwa ta member body ni kana nzamani ilayu ikwithiwa iyumbania unyuvani wa chama ki kwambia matuku 23 mwamwe yuna iseso ila muthia ukatwa igwa matuku 24 mwamwe wana na mwakani uwangili ile 24 mwandikito wa mavoku makauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka etuthiani alivoti kwa uliko
So good morning ladies. Dhino maluku mabodi onivadina la matangazo itino President William Ruto kuungamia umbano wa utongwe wa yulo wa chama kikwi umundi. Maofisa atano mabodi na namongamie seso ya kula mbetu sia chama ni matuma musie. Atano ni PS Salome Biako, Mwandu Aurelia Rono, Umi Bashir, Matiko Chacha pamoja na seneta Mwolote Oyu Rafael Chimera. Memba eundini wa bodi na la yume ukwatiania na mwene kivila Anthony Maura na memba Halake Dida ni pamoja na Mwandu Veronica Kibarege, Lydia Monica, Jimmy Kaigi, Mary Motinga na Mwandu Lida Kiome. UDA weto tongo yu kwa ivinda yambe ni wakungamia kula sa chama ki ile vani kutwaiwa ndino wa Savali inaha kaunti siambe mwanza kutwa hizo sodhi siedwane kaunti Lovi, Narok, West Pokot, Busia, Homa Bay, Isiolo na Garissa kwa matukume ngoli na dhandatu mamwai uwa kana. The UDA is determined to conduct a free and fair grassroots election in all the 47 counties. The election is to be conducted in the form and format of an electronically election which is unprecedented. All measures have been put in place to roll out the election in 4 phases as follows. Phase 1, on the 26th of April 2024, the election will be conducted in the following counties: Nairobi County, Narok County, West Pokot County, Busia County, Homa Bay County, Isiolo County, and Garissa County. Onyuvani hundini wa ngome imwanene sia yotende sia UDA vani kutwaiwa ndino wa round ya keli ndino wa county 13. Kula hii ikatwaiwa kuisilanzia ya mutandao county ni sionde si viongoe na Monza na UDA yeweta uketho onyuvani wena umelu na wetheanu. So kama unataka kusimama kiti mahali popote, hata zile county ambazo tumetaja tunaanza nazo, portal yetu imefunguka, unaweza jisajili kama mgombea kiti ama candidates katika uchaguzi ambao unakuja. Lakini tunataka kuhakikishia Wakenya kwamba chama cha UDA kimeweka mikakati ya kutosha kukita mizizi katika eneo yote ya nchi yetu. Tunaendelea na na membership registration yetu kama chama, tuhakikishe kwamba tumepata members wa kutosha. Wale members wa chama ndio watapiga kura peke yao. Vilingo wa mauvo kumba musini wa Ilovi. Nita wa Benjamin na Mwakam. Twelekele kuya kauntini ya Makueni ona kutwika vanainga ya isia fertilizer 17 chumwani kivetu kundini wa kaunti si kivadhukanio vande ya Kenya. Makueni maundume kivadhukanio namba nene ya aimi makiendea na kutonyelela nyumbani ya kusuvia leu ya NCPB kondu wa kosa fertilizer kuyana na enendi alama mavikie kuthi wa mainene na vilingi wa mauvoni kana fertilizer ulahu na kwa atika na andunai na maweku aimi yengi makisi ya fertilizer ukwa ivinda ya keli kana ya katatu itina wa kutumia meundani kwa evindani ila eveto kulivo tiumba nitu ni wamwandikiti wa mavoku makaunti nisu ya Makueni na Ulani Caleb Chalo. Tina woneni yulo wa fertilizer Kenya valandhiri wa kaundi mwoku wetekana takuna kusei wonecha wa fertilizer ya Nzeve. Kisasekene chosi yevuso ya kuthokia nomba ya NCPB va musini wa wote tukitonela mbingilone sia nomba ya kusuvia mausio mama undumio kunyanema. Utalote munini wa aimi wende na kuosa fertilizer ange makethi na kusiokea. Amwe mwa makiweta kana mainesa kuona uthuku na umwe yulo wa fertilizer ula mekuosa va. Nabigane ethia kwikusio mainengane na nibadesa museo. Munda wakwa ni wa eka 5 na ningetha mbemba. Fertilizer wono uthio ndethia nundu tio ya mbe kwikia ninikia na ningetha. Ni ukite nundu wapata wa kuosa fertilizer. Vai kumbini thi ya kuwote na ningi ninosa nenda CN na makuniana na nona ute muthuku nye kwa ni ukonclude ngasia ti muthuku na ninoka baandi enda fertilizer na ina wona ni museo nzegila mukuwa isisi yongewa abano ndabataliza ukawose wibo ahani menda aimima Makueni kuvetanga wia na fertilizer ulo kwatikana wote nundu ona ingine matumite mundani mbike ya OU na kuyana nona undu ta kwatanga
niteguote muthuku na no ta temptio kubingwa teisio nthini kana museo na nyena conclude kana museo na kou aemi osa ibataliza ndo ala mwena wia wa kosa fertilizer uyo ni museo ni nasisia na nona wailite kwa hiyo osa ibataliza mwisoni wa chuma kivitu kuminisa Munene Musalia Mudavadi unaendia maofisa ma serikali kwethiwa metho ila meonengana kandarasi cia anaicha mafertilizer. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Tusokethe kaunti-ini ya Masaku kisioni cha Kaseveni kuya matungulu ya uthwiloni wa sua ni kimwe kithitwe na itheka nene na ilayu siendeye ulika enenthi ateo makekumilwa ni thina wa nyamu cia kithekani tambiti mainena nthini wa tathi kimwana cha 15 wa mbee mwakani wa Seima skulu wa Baraka awali ulani wa skulu wa mbee kisioni ki ni maelesea kana ni methitwe na ivinda yumu kwatiania na ciana cio kila ivinda kumana na thina wa mbiti ingeyu melalamika kana nimekwithiwa mayende kuvundisia amaniwa anini ala methitwe mateo vikia kwithiwa maimana yulu wa mbiti undu mailite kwithiwa mayesiania nacio na mayueta kana mwaka muthelu amaniwa eli nimanalikililwe ni mbiti ivindani ila amana thini wa maundu mondhini wa kisio kilivoti yake Boni Motesia. Nendemalesia kini kisio kimwe kati wila siende na kuya na isio nithi na kumesia miako ateo sithitwe na utalo munene wa mbiti la sithitwe imanya mase masane mautuku ona ingi masane ma muthenya na kwithwa wate matamia moso nuvea kusuvanya musia kithekani kisio niki. Fisi wapo wengi kwa wingi. Ni mwisho wa mwaka jana kuna watoto ambao waliliwa na fisi wakienda shuleni. Mtoto akaliwa mpaka akaaga pale wa Malaa. Bado fisi wapo. Hata watoto ambao wanapelekwa asubuhi mwendo wa saa 11 asubuhi inabidi mzazi awapeleke hata mtoto ambao ni wa grade ya 8. Ni lazima apelekwe kwa sababu wanaogopa fisi. So fisi wapo, lakini sasa na hii shule kwa sababu iko karibu na watoto wanaweza kuja wakati kukua kumepamazuka, wazazi hatuna hofu tena kwa sababu mtoto anaweza toka hata ukua popote ulipo unaweza chungulia mtoto wako akienda shule. Pahali ambapo tunaishi kuna mto ambao fisi hujificha pale. Kweli serikali inastahili ichunge, lakini kwa maoni yangu naona kwamba inaweza kuwa vigumu sana kukabiliana na hawa fisi kwa sababu mchana wako kwa pango. Jioni ndio anatokea muda usiku. Labda sijui anaweza fanya nini. Skulu ya Baraka wali ni wewe wakawe kwa titu kisioni ki na manyua methito mwivengi sana na mbiti masane makwa chaki okoteneka na ilama umete maskulu na ingi mako lasimika kuenda nyanase imono kana kumeta na kana kumasuvena na mbiti thi. Alimu wa mwana unga mima skulu mailasimika kuelesea manyua yolu wa mbiti kwethwa manyua ingi matasi ona na matasisi laito wanyo makwata kana kumauma. The school is supposed to teach the children about the lifestyle of hyenas. So when you teach the children the lifestyle of hyenas, what a hyena looks like, the children are able to identify hyenas. And even as they grow, they know how to interact with the hyenas, the kind of distance to keep, how to even spot them. Because some might see a hyena and they might think it's a duck. The mitigation measures is education, teaching these children about the hyenas. There are children who hear that hyenas killed the dog, or killed goat somewhere, or killed sheep. Hyenas are such that by evening, when the children are arriving from school late, the hyenas are also going to hunt. And whatever they see, the children that they meet on the way are likely to be in danger. Also, when the children come back late, when they leave early in the morning, the hyenas are coming back from their hunting grounds. And some of them may have not succeeded in any way. So they are very aggressive, and if they see a child, they are likely to attack the children. And we've been given narratives. Shule iliyo hapa karibu ni mbali. Ile ya serikali iko hapa. Na ikiwa mbali hivyo, hii area iko mebeba watu wengi sana.
na hii area iko na watoto wengi wa shule, lakini mahali pa kusoma ndipo hakuna. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametufanyia baraka, ikawa baraka kwetu mahali hapa. Shule ile iko eneo hii ni baraka peke yake, hakuna shule ingine, na watoto tunao wengi, na watoto vile walivyo wengi, pahali pa kuwapeleka ndio, ukiwa mzazi na umehamia huku ndio shida, kwa sababu unataka upe mtoto elimu pia. Lakini nashukuru kwa sababu ya baraka awali imekuwa baraka kwetu. Otau alame misio isioniri na maende na kuto isioniri mewatakana maeza kuili indosio na muvo kwithwa sitheto ileka na kuminone mbitithi na kutia enende na wasio. Mimi nikisema fisi niko na ushuhuda ya fisi. Kwetu pahali niko kwa mboma yangu atulali usiku. Umbwa ikiwika tunaamkanga, hata watoto wanajua kusema fisi zimekuja, kwa sababu neighbor yetu amekuliwa mbuzi, na amekuliwa mbuzi kama 3. Huyo ni neighbor pande, na hapo juu kidogo kuna shosho mwingine mzee amekuliwa pia hii Disemba amekuliwa mbuzi kama 4. Wale mbuzi ambao wameachwa hawajapelekwa zizini jioni, unakuta kwamba wao wanaliwa. Wale ambao watachelewa watakuwa kule zizini. Kaunti ni ya Masako, Matunguluka 7 nyani Toboni, Mutesia. Ende musaisia mwendo alivoti sukuma kaunti ni ya Masako ya Kebo ni Mutesia niye kuthiwitiswa ndini wa uthiomo wito wambe. Tuisokethia tuithiwa na mavuangi kauta ikala mitamboni. Tene ujaila isi kuona usi mungalu. Andu mabanda makesa uketha ndua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebalatona kweka twakwata kiucha kwa imando. Pe maundu maingi wambe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi nambu emwe kasila katwa sete keisa utungoke liaba kana tuika ile u idhimba ya imi. Thina yu abawitha ne ku-establish kana siambo kwata, lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia tamiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye limbali sio na limo yo muno. Yembe yake lita wa Kent na ukaokethia ni nene na wije ukethia wala limweni weania, lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndema ndo aimo ninyo nukwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana 3 kimo ndukiane kimo without utono utata mbese na list ni maana 3 kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika 40 cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavuombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 3 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba, tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head. My cup is overflowing. Amen. Dial *811
462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Kalipo ingendeni wa mesa ya vilingi wa mauvoto isonga na mbeni kanena ke seneta wa kaunti ya Masako Agnes Kavindu ni wenda serikali nene ya kuisilamu ujumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbidi Mwalio na ilaya kaunti ya Masako tongoini wake gavana wa Vinyandeti yekithie ni ya ilia skulu wa musingi wa iyane ula wikivaa na ula ukwasia ilasi sia uo ovamwe na nyumba sia kukomana amaniwa vamwe na ambavu na muno amaniwa la medhia wana mamutha memwanya ni nthuku muno. Kavindu ainena kanane na uwit na andamboka yake skulu ni osu vala eatianite na maofisa mamuvia wa andu ala methia wana mamutha memwana kuma serikali nene ni wamenda mevikie kwithiwa mayikithia kanani mailia skulu o evo mujumbe wa kiliombunge ki Joshua Mbidi Mwalio ailekelelea kana ainena aiweta kana amaniwe ingine maende kwithiwa mainya maika ni kumana na kulekelelwa kwa ilasi ino. Mwandiki wa Mavo Ben Mark Mosau na Mavo Asu. Senator Kavindu ainene skulu ni waweta vena vata wa serikali nene kulaita ilovila siuma gwa kutethesesiana ila sithia wana mamutha memwanya ni kana itomeke kwa ilia mawika lomo wala ukwasia ndambukani ni mamina na kwetikila na kutwaiwa kwake. Wameona hiyo situation na wamendi promise ya kwamba watajenga dormitory. Kwa hivyo nyinyi sasa ninawaomba tafadhali muangalie mambo ya hizo madarasa na ile mambo ambao iko na haraka sana kama jiko, kama bathroom, kama sasa kutuma head teacher to that school because hiyo si kitu ngumu, hiyo si kitu ya kungojea financial year, hiyo ni kitu ya kufanya immediately na hiyo board itengenezwe immediately. Ndio sasa hiyo mambo ingine mnasema ya kudevolve pesa capitation na zile pesa ambazo zinatakana kusaidia watoto zireleasiwe immediately after that. Ndio hao watoto waweze kufurahia maisha kama vile tunafurahia. Oingi ni waumia wetano kula kwe muyumbe wa kiliombunge kita Masinga Joshua Mbidi Mwalio alikilele na katena kutumia ilavia sia NGCDF usauye ilasi otondo mbesa isusi dhito ivaniwa kutaidia maskulu ala mavinyeye. CDF must chip in this school. Maana hapa kuna shida kubwa. Tumeona darasa pale. Itokezee vile hiyo darasa hizo mbili na hii jiko vile iko. Na hiyo ni kazi pia ya CDF. Hata ikiwa Ministry of Education also is working on that. Pesa ya CDF iko na imetolewa na serikali na imetolewa kufanyia kazi kama hizi. Na lazima angalie pahali kuna need. Kwa ingine labda ni kwenda tu kutoa paa na kuweka ingine mpya. Lakini mahali ukuta imebomoka kama ile na sasa ni msimu wa mvua zinaweza angukia watoto anytime. Tuanze hapa kuitwa tena kuna msiba. Vitu kama hizi hazitakane kuonekana. Kwa hivyo nauliza Mheshimiwa Mwalio kwa heshima tafadhali kuja kwa hii shule jionee mwenyewe na macho yako na utengeneze kule unastahili. Galikoni ingi na ke director wa kisomo kaunti ya Masako Margaret Mwerigi ni waikithisia enenthia yandikana ni meithi wa maisa ovienza maye mwanya skulu ni oyo ni kana yikithia mathina skulu ni oyo ni mathela. When we give funds called infrastructure, it depends on the priority on the ground. If the priority is a building that is almost collapsing, we can put some pillars to support. Meanwhile, we make other arrangements, and that's why we shall move with the speed to install board of management who are in charge of even looking for funds, may it be Harambe or whatever, and even to support the government in their endeavors. So those classrooms can be supported or they being brought down if they are going to endanger the children. So we shall also work with the Ministry of Works to give us the way forward. If they are extremely burnt, they need to be brought down. They should not be existing. Vilingi wa Mavo Mtongoi TV kumava kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau.
Munini wa President Rigathi Gachagua ni umia ukanyo muvyo kuyatandithia manzo vimbatane na alama ndee na kuvithukia maofisa ma polisi vindani ilame kusimana na thosia manzo VA hainena Gachagua kavindani kalaya itambukite kusisia OCS wa kiseseta polisi kuya Juja na ulona vithukiwe ni thosia manzo vimbatane na ulawende kukwata witi sivitali ni umwenga likoni siathika Gachagua ni umania siko aiwetakana alame ukwatikana ni meose wa matambia maima kimeo. Things we are doing to make the National Police Force better. I want to assure our police officers, wherever they are, that the government will protect them, is fully behind them, and I needed to thank all our police officers in the entire country, from the Inspector General of Police, the 2 Deputy Inspector Generals, all the county and regional security teams, all the non-commissioned officers, down to the constables, the rank and file, for the good job that they are doing. And I want to assure our officers that the Presidential Task Force on Police Reforms was presented to the President. The recommendations were accepted and they are being worked out. And from July 1, their terms of service will be reviewed by 40% progressively in 3 years. Again, we are looking at insurance for our police officers who get injured in the line of duty. Again, those who lose their lives in the course of duty, we are having a package that will take care of their families so that they don't suffer. I want to confirm that the amount of ethanol that was coming into the country has now lessened. I also want to confirm that Kenyans are now sober. And we are getting very good reports that even people who are drinking have actually given up and actually found that it's not a very good thing. I want to say the war is 70% won, but there is still 30%. The political will is at the highest level. President William Ruto has given his all to this war. I am his deputy. He has asked me to oversee it. I want to ask our courts to know that the judges and magistrates are also parents, and their children are not immune to drug abuse and alcohol abuse. I want to request them to be fair to the people of Kenya and allow us to carry on with this exercise. Much as we want people to go to court to seek justice, we want to ask the courts to not give ex parte orders. Let them hear both sides. Let them hear the complainants, let them also hear the government, and then they can make a determination. Nake Minister Muvyani wa usesei wa ndini Profesa Kithure Kindiki ni wawetakana ivindani ukitendi ya Kenya ikatumia teknolojia kuthinikia maundu makonetie mivaka na kwa ilia teknolojia kukitana na ingendile na imama ivandi ya Kenya inene ya musini wa ilovindini wa umbano wa National Border Management. Kindiki ni wawetakana nukithi wa ayende ya kusingati ya mugo na kwa ilia maundu makonetie usesei mivaka ni yonde yandi ya Kenya vamwe na isiwila siku mbili twene uvungulu wa Actually, the majority around here, about 75, and the security teams, the county police commanders, wherever we are, kindly. For us to create border control efficiency, the need for coordination is important. First, the coordination within the national agencies that are involved. And here in Kenya, we have the Border Control Operations Coordinating Committee, BCOCC, which is chaired by the PS responsible for internal security, which exercises oversight over operations of respective agencies at the ports of entry and exit, and also formulating and implementing policies for the management and control of our borders. The use of technology, in particular digital technology, is going to become crucial for future border control and management. Into the future, this space of border control is moving towards less of the management of the physical borders to more effort in the management of the virtual border, because that is where the threats are going to concentrate in the foreseeable future. The traditional way of securing our territories will still remain to be relevant, and therefore the traditional security hardware will remain crucial for countries
in the immediate future, even as we look at the changes that are driving us to looking at things differently. Nini wa mesa itu ya mathao ni kana muvea wa mathao vandi ya Kenya wa FKF wingwatanio na Confederation of African Football ni wambia umbano wa mithenya itatu ya kunengane license thini wa timu cia kava mwena cia aume umbano uloto iwikisioni cha Westlands musini wa Ilovi umundi FKF Super League na FKF National League nimethiwa na aungami imondi ni wa umbano huu. Maybe you do not understand this, so as time goes on we'll get which clubs should take. Concerning your license application, it must be based on what? Club licensing has been an initiative driven for a couple of years. By CAF, the whole aim was that club football in Africa, the level of professionalism was too low. The level of development and growth was an issue. We had a few big clubs, and the rest of the clubs really in every country was wanting. And so CAF had an initiative to try and make sure that whatever clubs are playing in every league have a proper standard and organization. This is about organizing your club, professionalizing your club to a level that it's a proper organization. So you will find that how you run your club has a CEO, your club has a technical director, your club has a head coach, your club has all the units that are required to run properly a professional club. Of course, it's expensive, but we have developed since 2016, 2017. Every year, we have made strides, and I can tell you that our Premier League clubs have really done very, very well. Yeah, in terms of fairness, in terms of transparency, in terms of equality before everything, we must not lose sight of the fact that CAF itself does not grant or reject a license. Everything is left with member associations to implement. And that's so you must do it in the way that CAF has set. You must not do things according to your own wishes. Naindi usuni huo muthia wa vilingi wa mauvoni tuthi watu ikomana ingi vaya mwendoni wa saa 3:30 ndini wa mesa ya vilingi wa mauvo kwa oyu tiwa nesa nyeni tawamasi wa kitakanola onengelele mauvo kwanze ya meko ni Teresia Mwende.